Okay, kuna wale wazazi kina mama ambao wanakuwa makazini. Pengine kuna mama anayenyonyesha sasa hivi yupo kazini au anajiandaa kwenda kazini, anatamani kujua namna ya kuandaa hayo maziwa ya kumnyonyesha. Siku moja nilikuwa ya kupewa akiwa nyumbani na dada alomwacha naye. Utaratibu tu wa kuandaa maziwa mpaka yanakuwa safi, mazuri kwa ajili ya kumpa mtoto. Karibu. Okay, na hii elimu imekuwa ikitolewa toka mama anapokuwa mjamzito kliniki. Na tunashauri wanawake wanapokuwa wajawazito wajitahidi kuhudhuria kliniki inavyowezekana. Mara pale tu anapokuwa amebaini kwamba ni mjamzito aanze kliniki. Na sio anasubiria mpaka amefikisha miezi 8 ndo anaanza kliniki, kwa sababu kadri unavyoanza mapema kliniki kuna uwezekano wa kupata elimu ya kutosha kuhusu huo ujauzito, wakati wa kujifungua, wakati wa ujauzito, wakati wa reba na baada ya kujifungua. Kwa elimu hizi ndogo ndogo zinakuwa zinatolewa toka mwanzo pale mama anapokuwa amepata ujauzito. Lakini namna ya uandaaji wa maziwa kwa hawa mama ambao wanafanya kazi au wanajishughulisha na majukumu tofauti tofauti. Kwanza kabisa tunajua sheria za utumishi kwa ambao wameajiriwa kwenye sekta rasmi. Mwajiri ana wajibu wa kumruhusu mfanyakazi wake kuondoka kwenda kunyonyesha. Kwa kama mama labda anafanya kazi shift ya masaa 8, atafanya kazi labda masaa 4, ataondoka kwenda kumnyonyesha mwanae. Lakini kuna taasisi ambazo zenyewe zimetenga maeneo maalum kabisa, maeneo ya kazi kwa ajili ya kuwahifadhi wale watoto ambao yametenga maeneo kwa ajili ya kuwahifadhi watoto wa wafanyakazi wao ambao wanakuwa wananyonya. Kwa kila baada ya muda fulani mama ataondoka, mfanyakazi huyo ataenda kumnyonyesha mwanae. Kwenye kutunza maziwa, mama anatakiwa atumie vyombo visafi, na hii ni kutegemeana na mazingira mama ambao anayoishi, kwamba tunashauri kutumia vyombo vya plastiki au vyombo vya chuma. Lakini kama vikikosekana kabisa ni vifaa vile vya plastiki. Na mama atasafisha chuchu yake, atakuwa anakamua maziwa ya kutosha kuweka kwenye hivyo vyombo visafi, atahifadhiwa. Na kama kuna dada wa kazi au ndugu wa karibu ambaye anakuwa anaishi na huyo mtoto, atakuwa anampatia mara kwa mara mpaka pale ambapo anakuwa anahisi mtoto ametosheka kutumia yale maziwa. Lakini licha hao yote, mama ambao wanakuwa wanafanya kazi, tunawashauri waendelee kuwakamulia watoto wao na kurudi mara kwa mara nyumbani kuwanyonyesha watoto wao. Mama wajitahidi kuwanyonyesha watoto, kama ambavyo tumeona kwamba unyonyeshaji una faida nyingi sana. Faida rukuki, sio kwa mtoto tu, kwa mama mwenyewe, jamii yake ambao anaishi. Lakini kuna faida moja ambayo sikuisema, kwamba unyonyeshaji mzuri kabisa ule wa watoto unamsaidia mama kumkinga na baadhi ya saratani, hususan saratani ya maziwa pamoja na ya ovary. Kwa hiyo unaona kwamba maziwa, unyonyeshaji kwa watoto huu faida ni kwa pande zote, mtoto, mama pamoja na jamii inayozunguka. Lakini kingine, baadhi ya mama wamekuwa wakitumia maziwa ya mifugo, ng'ombe, mbuzi, wengine anatumia maziwa ya ngamia, wengine labda ni maziwa ya viwandani. Lakini kama mama ana maziwa ya kutosha, tunashauri mama atumie maziwa yake mwenyewe kumnyonyesha mtoto na asitumie maziwa mbadala. Faida ni nyingi kama jinsi ambavyo tumeelezea.